Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji unayenisikiliza, kwa majina mimi naitwa Ushindi Maneno, na jioni ya leo imempendeza Mungu tuweze kujifunza neno la Mungu kidogo ambalo Bwana ametusaidia ni kupe au tujifunze jioni hii. Kabla sijafanya jambo lolote au kabla sijaomba, nikusomee hili andiko na ili uone na ujue nature ya injili ambayo sisi tunahubiri, ili kwamba uamue wewe utaipenda na utaichukulia hatua ama utaiacha. Nitakusomea kutoka Warumi 14 mstari wa 8. Inasema hivi: kwa maana kama tukiishi twaishi kwa Bwana, au kama tukifa twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au kama tukifa tu mali ya Bwana. Kwa hiyo injili inayohubiriwa kwenye chaneli hii, kwanza kwa utambulisho, ni injili yote. Hatuna muda wa kupindisha maandiko. Hatuchengeshi maandiko. Kila ambacho kinastahili kusemwa kutoka kwenye Biblia tutakisema kama kilivyo, ili kwamba Mungu ajitwalie utukufu, kwa sababu mwisho wa siku kwenye hii dunia hatuna faida. Mwisho wa siku tutaisha tu kufa. Hata kama tukitafuta pesa tukao matajiri kiasi gani na mali kiasi gani, hatutaweza kufika, hatutaweza kufanikiwa. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kuhakikisha roho za nyinyi ambao mnafuatilia chaneli yetu, nyinyi ambao mnapenda kutusikiliza, tunahakikisha kwamba tunafika mbinguni kwa pamoja. Kama tukiishi ama kufa, bado sisi tu mali ya nini? Ya Bwana. Kwa hiyo kufa kupo na kuishi kupo, vyote ni kutegemeana na mkono wa nani? Wa Bwana. Kwa hiyo tutahubiri injili yote bila kuogopa, bila kujali ni kabila, rangi, uongozi na namna yoyote ile, ila tutahubiri kile ambacho Roho anakitaka kwa kanisa lake. Sasa karibu tujifunze neno la Mungu jioni ya leo. Nitaomba tunapokwenda kuanza kujifunza neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Muda na masaa kama haya, Jehova, niko madhabahuni kwako kuweza kujifunza neno lako. Lakini pia hata huyu ambaye amejitolea kulisikiliza, naomba Mungu ukampe masikio ya kiroho. Roho Mtakatifu akaseme naye. Asante kwa sababu hautatuacha, utatufunika, utatupigania, utatufanya kuelewa na nguvu za giza zitanyamaza. Nitangulie neno lako kwa sababu wewe ndio kiongozi ambaye unafundisha watu wako na kuwasaidia, kwa jina la Yesu. Amen. Jioni leo naomba tujifunze kutoka kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 19. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19. Nitasoma mpaka hapo nitakapoishia. Twende vizuri, Mungu atakusaidia kuelewa. Anasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu watendao mambo kama hayo, nawaambia mapema kwamba hawataurithi ufalme wa Mungu. Sasa kuna watu mmekariri maisha kwamba sisi ambao tunakemea dhambi, tunakwambia kwa habari ya kuacha dhambi, tunakwambia hautaona mbingu. Mmeweka notion ya kwamba tunahukumu. Mmeweka notion ya kwamba hatusemi tunadili na maisha ya watu
kwamba tunaenda kinyume na maandiko, kwa maana ya kwamba hatuna upendo, hatuhubiri injili ya upendo, kwamba hatusemi kwa habari ya mtu kuja kwa Yesu, kwamba tunakosea kuambia watu kwamba hawataingia mbinguni. Mnakuwa na maswali ya kujiuliza kama sisi ndo wenye mbingu au vipi? Tunakosea kuna nini? Mwandishi wa Wagalatia anasema kwamba nawaambieni ya kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Na huo ndio ukweli, lazima uelewe. Lazima uelewe unayenisikiliza, lazima akili yako ikutume ya kwamba ukiwa wewe ni mchafu, ukiwa wewe ni mzinzi, ukiwa wewe ni mwasherati, ukiwa wewe ni mwabudu sanamu, ukiwa wewe ni mchawi, ukiwa wewe ni muongo, ukiwa wewe ni fisadi, ukiwa wewe una hasira, una fitina, una uzushi, ni mlevi, wewe ukiwa ni mlevi, wewe pombe ni zako, bia ni wewe, kila aina ya kilevi wewe, wewe ni mchafu. Tena unataka ubembelezwe, uambiwe ya kwamba Bwana atakusaidia tu, Mungu yeye ni Mungu wa wote. Hapana, haifai kuambiwa hivyo. Maandiko yako wazi kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Hawataurithi ufalme wa Mungu. Lazima uelewe kwamba wote watendayo mambo kama haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, ndugu unayenisikiliza, wewe ambaye unasikiliza video hii popote pale ulipo duniani kokote, lazima tukwambie ukweli. Kama wewe unatenda dhambi ya aina yoyote, kaa ukijua ya kwamba jehanamu ya moto inakuja na hukumu ya Mungu imewaka, muda umeisha, na mazingira ambayo tuko nayo kwa sasa hivi ni mazingira ya hatari sana. Ninyi wenyewe mnayaona mambo ambayo yanaendelea, ni mambo ya hatari, ni mambo mabaya. Dhambi watu wanafanya hadharani sasa hivi. Hapo zamani kidogo, sisi kipindi tunazaliwa kidogo, habari za uzinzi zilikuwa kidogo ni siri. Mtu ilikuwa ni siri. Watu walikuwa wakifanya uzinzi, wanafanya kwa uoga. Jamii inajua, inakemea mambo hayo. Lakini sasa hivi kila mtu akili zake zinajua tu uzinzi, na wanafanya hadharani bila hata kuogopa. Wengine wamevuruga na mapepo ya mitandaoni. Mapepo ya mitandaoni, watu wanajiposti uchi. Watu wamekuwa ni wazinzi, wachafu. Lakini hamtaki kuelewa kwamba ni dunia iko siku za mwisho, na bado mnataka mhubiriwe injili ya kawaida. Tutaponaje sasa kama hatutaambiana ukweli? Tutaponaje kama hatutaambiana ukweli? Wewe unataka uambie vitu vitamu. Wewe unafikiri kuna kitu ambacho hakina utaratibu? Mungu ina utaratibu. Lazima tukuambie ukweli, na lazima tufanye mambo ambayo Roho Mtakatifu anayataka kwa kanisa la leo. Lazima tuseme ukweli kwamba ndugu yangu, maandiko yako wazi. Maandiko ndo haya, na neno la Mungu lililokubaliwa ni hili. Bwana amelihakiki hili neno kwamba linafaa kwa maonyo, linafaa kwa mafundisho, na linafaa kwa kumfanya mtu aende mbinguni. Kwa hiyo hatuna namna ya kulikwepesha hili neno. Ni lazima tukuambie ya kwamba kama wewe ni mzinzi, sahau kuhusu mbingu. Na jehanamu ya moto ni kwa ajili yako. Kama wewe ni mchawi, sahau kuhusu mbingu. Kama wewe ni mlevi, sahau kuhusu mbingu. Kama wewe ni mwasherati, sahau kuhusu mbingu. Mbingu sio ya baba yako, sio ya mtu ambaye utaenda ukae naye kukaa vikao usainishe mkataba. Hapana, Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Akitoa maelekezo, ametoa maelekezo, na maelekezo yenyewe ndio haya. Maandiko ndo haya. Unisikiliza vizuri wewe, unisikiliza vizuri ili kwamba upate kunielewa. Sawa? Maelekezo ndo haya. Neno la Mungu ndilo hili. Kuna watu sijui mnapata utafsiri kutoka wapi bana. Yaani mnaongeza vitu ambavyo sio vya msingi. Yaani sio vya msingi. Mnatufasiri venye mnajua. Guys, lazima tuwe makini na hili swali. Maandiko yamenyoka wazi. Kwamba mtu kama ni mchawi, kama ni mfisadi, kama ni mlevi, kama ni adui, kama ni mgomvi, kama ni fitina, kama ni uzushi, kama ni mlafi, na mambo mengine yanayofanana na hayo. Ngoja nisemee kwanza vitu kama yeye mambo mengine yanayofanana na hayo. Difference ya mambo yale yanayofanana na haya. Sikiliza. Maandiko yanasema hivi, mtu akiipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani yake. Shetani ana akili. Sawa? Shetani ana akili. Wewe unanisikiliza. Shetani ana akili. Amesababisha vitu
vinavyotokana na teknolojia, amesababisha vitu vinavyotokana na maarifa kwa ulimwengu huu. Sawa? Amesababisha mambo mengi ambayo yanatoka mbele za uso wa Mungu. Amesababisha mambo ambayo watu wanayafuata kwa kuipenda dunia hii, na wanajikuta wanayaona kama sio dhambi, lakini mwisho wa siku wanadondokea katika dhambi. Na ni mambo, ndio mambo haya yanayofanana na hayo. Lakini watu wakisema wanaambiwa, hawataki kuelewa. Unaona? Hawataki kuelewa. Lakini ukiwaambia kwamba jamani 1 2 3 4 5 6 6 hauwezi kuona mbingu, wanasema hapana, ninyi mmekuwa ni wahukumuji, hamwapendi watu, hamwaambii watu dhahiri kwa habari ya ufalme wa Mungu. Sasa ninakwambia ukweli kwamba hata huyu mwandishi hapa amesema hivi, ninawaambia mapema kabla hamjapotoka, ninawaambia mapema kwamba watu wafanyao mambo ya hayo kama hayo hawata urithi ufalme wa Mungu. Yani mbingu, kuhusu mbingu wewe sahau. Sahau. Kuna watu mmemkataa Yesu. Sawa? Kuna watu mmemkataa Yesu. Mnajifariji. Mnajidanganya kwamba tutaweza kuishi vizuri. Mnajifariji, mimi nitatoa misaada. Mimi nafanya matendo mema. Mimi sifanyi uzinzi. Ila nafanya mambo kama mazuri ya kumpendeza Mungu. Mmemkataa Yesu. Ngoja nikwambie kitu. Wewe bado utakuwa ni mnafiki tu, kwa sababu hautaweza kufanya hayo mambo kama hauko ndani ya Yesu, kwa sababu mbinguni na duniani ni Yesu peke yake mwenye mamlaka ya kumshinda shetani. Wewe ni nani umtaki Yesu na bado unajifariji kwamba utaweza kushinda dhambi? Ni nani wewe? Ni nani wewe? Na Yesu ndio mwenye mamlaka ya kuweza kutusaidia kushinda, kuachana na hiyo, kuachana na dhambi, kuachana na mambo kama haya. Sikiliza nikwambie wewe unayenisikiliza na kunitazama. Mungu akujalie kunielewa. Mungu akujalie kunielewa kwamba hivi nyakati ni za mwisho, na nyakati ni za hatari mno. Ni za hatari. Ndio maana mtuelewe. Yani ndio maana utakuta yani tunahubiri kama tumepaniki, sijui. Tunahubiri kama tuna uchungu. Tunahubiri kama hatutaki kumwelekeza mtu. Hapana. Ni kwa sababu ya uchafu mwingi wa dunia hii. Uchafu umekuwa ni mwingi. Yani watu wamemdhalilisha Yesu, imekuwa ni fedhea. Haya mambo yanayoendelea, sijui mauaji, sijui ubakaji, sijui mauaji ya watu mtaani, watu wanashindwa kuelewa. Amani ya nchi inatoweka. Amani ya nchi inatoweka. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu kweli mmemkataa Yesu kwa kujifariji na vihela vyenu hivyo. Kwa kujifariji na vimalimali vyenu hivyo vinawachanganya. Nawaambia ukweli. Kwa kujifariji na hivyo viwake vyenu hivyo, wanawake wanawachanganya. Nawaambia ukweli. Mnajifariji na hivi nako kama mnako liko nako. Nakwambia hivi, wewe ni mwili, utakufa. Sawa? Nisikilize kwa makini, wewe utakufa. Ninakwambia ukweli. Wewe ni mavumbini, na mavumbini utarudi. Na kama hautakubali kutii na kuelewa, utaenda motoni tu. Hapo ndo mwisho. Hakuna cha kubembelezana, hakuna cha kweli. Mtu akikuletea opportunity, you have to choose the good opportunity and not bad opportunity. Guys, we must understand. Sawa? Lazima tuelewe kwamba mtu akikuletea fursa ya kupona, chagua kupona, hata kuzingatia vitu ambavyo havipo. Tena ngoja nikuuie imani. Kwa maana ya kwamba kuna watu mnaacha kumkubali Yesu kwa kujifariji. Okay, labda itakuwa hivi na hivi. Watu mmekalili dini zenu, mmeng'ang'ania madini yenu hayo. Kwamba sijui nini, kwamba sijui nini. Sikiliza nikwambie. Mimi sihubiri kwa habari ya dini, lakini nataka kukwambia hivi, hakuna dini inayokataa kwamba Yesu atarudi. Haipo. Tafuta dini zote unazozijua wewe. Nenda hapa kuzimu. Freemasoni, waganga, wachawi, Waislamu, sijui watu wote wanajua Yesu atafanyaje. Atarudi. Sasa jiulize, kama wanajua Yesu atarudi, ndio mtume pekee yake na nabii pekee yake ambaye wanajua, nabii zote zinakubali kwamba Yesu atakuja kurudi. Haujiuliza atarudi kufanya nini? Wewe ambaye haujaokoka, haujiuliza atakuja kufanya nini? Okay, hata kama ungekuwa huna uwezo kujiuliza, tafakari basi kwamba Yesu alikuja, aliondoka mbinguni na atarudi. Anarudi kufanya nini Yesu? Yesu anarudi kuchukua watu waliomkubali
peke yake wangemkubali. Okay, hebu nikupe mfano hata hali kawaida ka ubinadamu tu, ka ubinadamu. Kwa maana ya kwamba hivi mimi nina wanangu nimewaacha mahali. Ndio wale tu ambao wale wanangu wenye nawapenda, wanafanya mapenzi yangu vile ambavyo nataka, nimewaelekeza, nimewafundisha, wanayafanya. Na wengine wameyakataa. Hivyo unafikiri mimi nikirudi kule naanza na nani? Naanza na wale wanaonifurahisha. Hata wewe unayenitazama, yule ambaye anaendana na wewe, yule ambaye anakufurahisha, ndiye ambaye huwa unaambatana naye. Hakuna uwezo kuambatana na ambaye anakuchukiza. Ndio maana tunakwambia wewe ni mfano wa Mungu, achana na shetani, kwa sababu tuko kama mfano wa Mungu. Kwa maana kwamba hivi hata Yesu akirudi anakuja kuchukua wale wenye wanampenda. Maandiko yamesema hivi, ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuyo, na kwamba nitarudi kuchukua watakatifu wenye kuyafanya mapenzi yangu. Ndugu zangu, tusikilizane vizuri, tuelewane kwamba kama una mfano wa takataka hizi ambazo tumezisoma hapa, wewe ni mlevi, ni fisadi, kuna watu mna kiburi bana, yani mna hela, kama mnajikuta mmefika. I wonder how you act. Nashangaa. Mimi sina hela. Ngoja nikwambie kweli. Si mnafikiri kwamba eti mnafikiri kama tu hela sina. Ila kwa mujibu wa maandiko, hela ninazo. Sawa. Hela zipo. Mungu amesema hii mali na nchi yote hivi ni vitu vilivyomo, ni vyangu. Ni vyetu. Sisi ambao tunafanya mapenzi yake. Au siseme na jidai. Ndio lazima tukwambie hivyo sasa, kwamba tumeokoka, tuna fursa ya kutaka chochote kutoka kwa Mungu na akatupa. Lazima tukwambie ukweli. Acha kuteseka, acha kuhangaika na hayo mambo. Jamani, Yesu anarudi kuchukua kanisa lake. Anakuja kuchukua kanisa. Lazima uwe yange. Ngoja. Yaani nataka nistiki hapa ili nisikupeleke mahali tukaanza kunani. Nataka hapa kwamba hivi nitachambua kamoja. Haya, tuanze na swala la ulevi. Maana kuna watu mkiambiwa kuna vitu vingine mko ambao mnaona kama ni vya kawaida tu. Haya, nataka niseme swala la ulevi. Hivi unapokuwa unakunywa bia, bana siku hizi bia mnakunywa vitu na relax. Unanyosha hadi miguu juu. Ulishawahi kuulizia ukimaliza ukishakunywa bia? Ulishawahi kuulizia hali ambayo unakuwa nayo baada ya kuwa umezinduka kutoka kwenye ulevi ambao unakunywa? Vilevi ambavyo unavyokunywa. Ulishawahi kuulizia? Konyagi, yani watu mnakunywa kabisa, yani relax. You are free. Nyinyi ndio mnatuulia nchi yetu nyinyi. Nyinyi ndio mnatuulia ulimwengu wetu nyinyi. Kwa sababu mnafanya mambo ya hovyo na wengine mko madarakani. Unaenda kuamua kikao. Wewe sikiliza kwa makini. Sisi ndio wenye nchi. Tumeokoka ndio wenye nchi. Ungetaka kutuua fresh. Sisi ndio wenye nchi. Lazima tuwaambie ukweli, kwa sababu hamna pengine mtapata ukweli. Unaingia kwenye kikao umelewa. Unafikiri utaamua mambo sahihi? Unaingia kwenye kikao umelewa. Unaingia kwenye kikao umefanyaje? Umelewa, umekunywa bia, umekunywa pombe. Utaenda kufanya mambo ambayo ni sahihi na kuuliza vizuri. Umekunywa pombe, akili yako haiko sawa hapo ulipo. Unafikiri utaenda kusaidia wananchi? Si utaenda kujisaidia mwenyewe na matakwa yako mwenyewe, si ndio? Kwa nini usijiongeze? Dhambi ina madhara makubwa. Tena sio dhambi ina madhara makubwa tu kwako tu, hapana. Dhambi ina madhara makubwa na kwa ndugu zako, na kwa watu wengine pembeni, na kwa majirani na jamii inayokuzunguka. Dhambi ina madhara. Ndio maana dhambi sio nzuri kufanya. Ukifanya dhambi wewe unaangamiza walio wengi wanaokutazama wewe. Ndio maana tunakuambia basi mkubali Yesu akusaidie kuacha. Yesu tu ndiye anayesaidia kuacha dhambi. Msijifariji kwa eti mtafanya mambo mazuri na mkubali Yesu. Basi kwa sababu ya mambo kama hayo
ambayo nimekuwa nikiyazungumza hapo awali. Nimekuwa nikiyasema. Umeona? Kama wewe umejigundua na unajigundua na unajiona aidha huko ndani ya kanisa, aidha ni mchungaji, aidha ni shemasi, aidha ni nani, na wewe ambaye haujaokoka ukamkiri Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na wewe mwingine yeyote ambaye bado unafanya dhambi, wewe popote pale ulipo, popote, dini yoyote, mimi hapa sikuhubiri kwa habari ya dini, ninakuelekeza kuhusu Yesu. Sijakwambia mimi nasali wapi, sijakwambia natokea wapi, sijakwambia. Na ukitaka kuokoka kwa kutoka kwangu, kwa sababu sijui unasikilizia wapi, ila makanisa ya kiroho yanajulikana. Ukitaka kuokoka utaenda huko, utaenda au na namba ya simu nitaweka hapo, naweka hapo. Ukitaka msaada wa kuokoka, ukitaka msaada wa maombi, utapiga simu. Mtumishi wa Mungu tutakusaidia kuokoka. Haya, baada ya kujikuta wewe una chochote, umejikuta una udhaifu wowote kwa habari ya Yesu, kwamba hauwezi kwenda mbinguni. Sikiliza Isaya anavyosema hapa, Isaya 55:7. Anasema hivi, mtu mbaya na aache njia yake mbaya, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Atamsamehe kabisa. Kwa hiyo ukijikuta wewe ni mlevi, ukijikuta ni mchawi, kuna watu bana wako ni wachawi, kuna watu ni walevi, kuna watu ni wazinzi, kuna watu yani mmejisahau. Nataka kuambia hivi, neema bado ipo. Hatujui Yesu anakuja saa gani, ila ni muda wowote. Na haujui unakufa lini wewe, haujui. Tena nikuzungumzie kwenye pointi ya kufa. Ngoja kabisa, mnajua kabisa kwamba kuna makafara yanatolewa, kuna wachawi wanaua. Hili mnalijua, hata kama mkisema, hata kama mnaambia sina ushahidi, lakini wachawi wapo. Uzuri sijataja mchawi ni nani, kwa hiyo mwezi mkanifunga kizembe. Wachawi wanaua, kafara zinatolewa. Na wewe mtenda dhambi ndio una haki ya kutoa. Yani wewe ni mchafu. Wewe ambaye hauna Yesu, wewe ndio kitoweo. Sawa? Wewe ndio kitoweo. Kwa hiyo uwe makini. Uwe ange. Yani mimi nakucheka wewe. Kwa sababu gani? Yani mmejisahau na kadi nyendo vitoweo vya wachawi nyie. Yani acheni kujina ninyi. Sikiliza. Wewe ndio kitoweo, na kama ndio kitoweo na kualati tu kwamba Bwana anakuhitaji akusaidie, anakuita akutoe kwenye nini, kwenye hayo matatizo. Anasema Bwana anasamehe kabisa. Hebu muache kujichelewesha. Anasema hivi, amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Nakwambia hivi, hata bangi unayovuta, si unasema haiwezekani kuacha? Okoka. Ukae karibu na mafundisho ya neno la Mungu ya kweli. Niulize mimi uende wapi? Usitoke tu. Yaani ukiokoka kwa mobili haya, upige simu kwanza. Nikuelekeze unataka uende wapi. Uende wapi? Maana ukiondoka utapotea vile vile. Maana kanisani nako siku hizi, makanisa mengi mnayo siku hizi, biashara zimekuwa za kutosha. Za kutosha kabisa. Kwa hiyo kuwa makini pia. Ukitaka kuokoka piga simu. Umeona? Anasema mtu amrudie Bwana naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu naye atamsamehe kabisa. Kwa hivyo hebu nikusomee hapa, unawezaje kuokoka? Unawezaje kumkaribia Yesu? Njoo hapa Warumi 10 kuanzia mstari wa 9. Sawa? Twende makini. 10 mstari wa 9. Inasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Tuendelee. Ukimkiri kwa kinywa ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. So, try to understand me, kwamba hivi, nielewe hivi, kwamba ukimkiri Yesu ukaamua kuacha. Kwa hiyo kuokoka ni maamuzi.
Kuokoka ni sadaka, yani yako wewe kujisadaka kumpa Yesu. Yesu akasema hivi, mtu akitaka kunifuata mimi sharti ajikane nafsi yake. Kwamba sharti kwanza ujikatae. Uyaone hayo mambo mengine yote ni kama mavi tu. Uyaache. Uje kwa Yesu. Hata kama biashara unayofanya inakufanyia utende dhambi, bora uache hiyo biashara. Ukiokoka haupati hasara. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Nakwambia ukweli. Haupati hasara. Hizo 10,000 zisikudanganye za siku hizo. Kuna watu wanaingiza milioni na wameokoka. Wanaingiza milioni kwa siku. Watu wanaingiza 500,000 kwa siku. Sawa? Na wengine wanaingiza pesa nyingi kwa siku na wameokoka. Hata wewe hiyo biashara ambayo unafanya na inakutendesha dhambi na umelizika nayo eti kama utaishije? Na umelizika. Hapana, huo ni uongo. Shetani anakudanganya. Anakudanganya kupitia bubu hela. Hebu okoka uone kama utakufa maskini. Haufi maskini. Nielewe. Haya. Nazungumzia kwamba ukabale kuokoka kwamba ni maamuzi ya mtu. Amini wewe kwamba unataka kuokoka. Bwana atakusaidia. Sikiliza, anasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa hiyo ukiamini wewe utapata haki kutoka kwa Mungu, na ukikiri utapata nini? Wokovu. Kwa maana andiko la nena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Mwenye utajiri kwa wote wamwitao, na hamna atakayetahayarika kwa sababu ya kuokoka. Haya anasema, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana Yesu ataokoka. Guys, unielewe, kila atakayeliita jina la Bwana Yesu ataokoka. Sawa, unaweza kujiuliza, mbona wao wanakuwa wanakufa maskini? Nakwambia faida yetu ni kubwa. Ukimwona mtu amepambana, ameshindwa kuwa tajiri, ameshindwa kuwa na hela, sio kwamba hajaokoka. Sikiliza. Mbinguni akiingia, mbinguni anakoenda ana faida kubwa. Ndio maana nakwambia hivi, hata kama una mali vipi, una pesa kiasi gani, Bwana kuokoka ni faida mno, kwa sababu mbinguni unaenda kuishi maisha milele kuliko miaka 60 hapa duniani. Kwa hiyo kubali kuacha, hata kama ukifa maskini, lakini mbinguni unaenda kufaidi. Testi kiberiti ambacho unapikia moto, gesi ambayo unaipikia hauwezi kuvumilia. Joto tu la Dar es Salaam, watu wanalia joto la Dar es Salaam, joto tu. Sio moto, joto la Dar es Salaam. Can you imagine bahari ya moto? Haujifikirii vizuri. Haya, maamuzi ni juu yako kuokoka, inakupasa kuokoka. Sawa, inakupasa kuokoka. Ili kwamba Bwana akusaidie. Ili kwamba Bwana aende na wewe. Na sharti ujikane, ukubali kuacha kila aina ya dhambi uliyokuwa unafanya. Haya, na kisha anasema kwa maana andiko la nena, kila muaminie hata tahayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya yule ya Myunani na Myahudi, maana yeye yule ni Bwana wa wote, wenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Basi ataokoka. Nataka kusema hivi, ukiliita jina la Bwana utaokoka. Na ngoja nikuelekeze kwa nini uishi hapa. Mimi sitakusalisha sala ya toba hapa, unayesikiliza. Sikusalisha sala ya toba kwa sababu naweza kusaidia nikikusema hapa utaishia tu kukiri alafu utaondoka. Kukiri, kutangaza, kukiri kwa Yesu kama Yesu nakutaka na kuhitaji uingie kwangu ni hatua ya kwanza, ambapo wokovu wako unakuja baada ya kuyajua matendo yaliyoko humu na nini kinakupasa kufanya. Jamno, sisi hapa tunachokifanya ni kukuonesha picha yako ya uchafu ulionayo, uiache, ili kwamba uje ujifunze maandiko, ujifunze Biblia, ujifunze neno, ujifunze. Mungu akusaidie kukaa ndani, kwamba ukiwa na maarifa ya neno la Mungu, ukiwa na maarifa ya Biblia, ukiwa na maarifa ya Yesu anataka nini, ndipo utaweza kuokoka. Usiishie kukiri tu, na wewe ambaye umezoea ukikiri unaingia kanisani ndio umeokoka. Hapana, hakikisha unajua nini kinakupasa kufanya, ndipo utakuwa umeokoka, kwa sababu vitu vingine hautavijua kama hujaambiwa. Maandiko yanasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwa hivyo lazima ufundishwe neno uelewe, lazima uwe na Biblia, ununue Biblia, usome vizuri, ufanye mapenzi ya Yesu. Hapo ndipo wokovu utakuja, kwa juhudi za kupambana kuyajua mapenzi ya Yesu. Kwa hiyo Mungu akusaidie.
Mungu akusaidie, ninakuombea. Mungu akusaidie kuelewa haya, na Mungu akusaidie kuchukua hatua. Kwa hiyo mimi kwa hapa nitakuombea tu kuchukua hatua, kuelewa, ufuate uokovu, ufuate uokovu. Mawasiliano nitaweka hapa. Ukitaka kupiga, ukitaka kufanya chochote utanipigia, ili kwamba twende vizuri, tujengane, tubadilishane. Nikupe kanuni, tukupe kanuni za kuachana na hayo mambo. Nitaomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa mbingu ambazo zimeruhusu hili lisemwe jioni ya leo. Ninakutukuza, ninakushangilia kwa sababu ni Mungu ambaye unapenda watoto wako tupone na injili ihubiriwe katika nyakati hizi za mwisho. Asante kwa sababu Bwana ya mtumishi wako. Asante kwa sababu ya mtoto huyu na kijana huyu na binti huyu na mama huyu na watu hawa ambao wanasikiliza neno lako. Wasaidie kuelewa, wasaidie Bwana, wafunike, wape kuchukua hatua, wape kuamua, wape kujikana kwa sababu ya jina lako. Vifungo vyote vya kuzimu, hila za kishetani ambazo zinasababisha watoto hao wasielewe, wanawako hao wasielewe ambacho kimezungumzwa, zishindwe kwa jina la Yesu. Baba, naomba ukawahudumie, ukawasaidie, wape kuchukua hatua ya kuokoka, hatua ya kukufuata, hatua ya kujikana. Asante kwa sababu Bwana utawasaidia. Yesu, ingia kati yao, uwasaidie, uwapiganie, uwaongoze kwa jina la Yesu. Amen.